Mheshimiwa Mwenyekiti, katiba tuweka katiba, akisema ni shida. Bunge likaagizwa limchague mwenyekiti wa bunge la katiba, akachaguliwa Samuel Sita ambaye sasa hivi marehemu, alikuwa ndio mwenyekiti wa bunge la katiba. Mnamjua makamu mwenyekiti alikuwa ni nani? Alikuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio alikuwa makamu mwenyekiti wa bunge la katiba mwaka 2011. Ikaundwa tume ya kuzunguka nchi nzima chini ya Warioba, ikapita kwa kukusanya maoni. Imekusanya maoni mwaka 2012, tume ikamaliza kukusanya maoni. 2013 na 14 bunge la katiba likaanza. Wabunge wa Chadema wote wakatoka nje, wabunge wa CUF wakatoka nje, wabunge wa ACT wakatoka nje, wabunge vyama vyote vikatoka nje, na wakati huo walikuwa wamejiunga wanajiita Ukawa. Mheshimiwa Rais akasema mmeteka katiba, imetumia za Tanzania nchi nzima, wananchi wametoa maoni yao. Leo tunakuja bungeni sasa tujadili katiba, mpate katiba mpya wa Tanzania. Mnatoka bungeni, wakatoka bungeni, sisi hataki, hatushiriki vikao, hatufanyi nini, wakatoka kwenye bungeni. Eti leo wanakuja wanasema wanataka katiba 2017, 18, 2021, wanakuja wanasema wanataka katiba. Wameandaa katiba ikafia hapo. Rais Samia alipoingia madarakani, mama wa watu, kuna watu walikuwa wamekimbia nchi. Wewe mwenyekiti wao alikuwa amekimbia nchi, yupo Ubelgiji, anatumia hela za ruzuku. Amekaa Ubelgiji, mama Samia amesema mwanangu, njoo tujenge nchi yetu. Wewe Lema njoo Tanzania, na watu wengine wakarudi Tanzania. Mama Samia akasemaje? Sasa mimi nimewaita. Mimi na mambo haya manne. Nimekuja na 4R 4. 4R ngapi? 4. Na hapa mimi nitazungumzia hii moja. Miongoni mwa hizo 4R akasema mimi ni mama wa reconciliation. Mama wa maridhiano. Tukae mezani. Wakakaa mezani, wakakubaliana. Mbowe akasema yake, mama tangu 2011 hatuna ruzuku, mama tunakuomba utuongezee posho, mama sisi. Mama akasema mnasemaje? Mheshimiwa Rais akasema tangu nimepigwa mabomu mimi sitalipa stahiki zangu na mambo mengi. Mama Samia akasema nchi, akaagiza stahiki zote za Mbowe, akaagiza stahiki zote za Lissu, wakalipo wote, na akaiagiza serikali wapeni ruzuku, wakaanza kutoa ruzuku.